wa tukio hili kubwa. Leo ni siku ya pili ya mashindano haya ambapo tumeshuhudia pia watu wamekuja kwa wingi sana kama ambavyo tulitarajia ilivyokuwa jana, na tunashukuru kwamba yamefanyika vizuri na yametamatika leo, na sasa hivi watu wanapokea medali zao. Kwa kimsingi yamefanyika vizuri kuliko ambavyo tulitarajia. Malengo yetu yamepita kwa sababu sisi lengo letu lilikuwa kuwa na waogeleaji 500 lakini tumepata waogeleaji 649. Kwa hiyo imezidi hata lile lengo ambalo tulikuwa tumeliweka wakati tunafanya maandalizi ya mashindano haya. Nafasi ya vijana wa Kitanzania umeionaje hapo? Hilo la kwanza. Lakini la pili pia ndo la kwa ili imefanyika hapa, tutegemee kuna kitu kingine kizuri mtakiandaa kwa ajili ya watoto wetu hapa ama tutegemee kama mwakani? Kwanza kabisa Watanzania walioogelea, japo hii ni Afrika Mashariki mashindano ya Afrika, lakini Watanzania waliogelea ni zaidi ya 600 kama na 10, alafu waliobakia au 39 ndio kutoka nchi zingine. Kwa hiyo mwitikio umekuwa mkubwa. Kwa hiyo vijana wa Kitanzania ambao pengine wasingepata nafasi ya kuogelea katika mabao mengine, lakini tumeandaa hii kwa wamepata hiyo nafasi, na mmeona walivyokuwa wanafurahi na mmeona ambavyo wametengeneza muda wao, na kwa sababu mashindano haya yalikuwa yanasimamiwa pia na chama chetu cha kuogelea cha Tanzania, kwa mida ya hawa watoto tayari imeingizwa kwenye mfumo ule wa mida ya kuogelea Tanzania. Kwa hiyo wana mida sasa hivi kibindoni, kwa hata mashindano mengine yanayokuja tayari wataingia wakiwa na muda. Kwa hiyo sisi kwetu hilo ni mafanikio makubwa sana. Na pengine ni vitu gani ambavyo mnajivunia kama waandaaji? Tunajivunia kwa mwitikio umekuwa mkubwa sana kuliko hata ambavyo tumetarajia. Na kumbuka kwamba sisi tulikuwa tunachukua changamoto kwamba kwa nini sisi Tanzania hatupati waogeleaji wakubwa katika mashindano ya kidunia. Tukagundua kwamba mchezo wa kuogelea ni mchezo tunasema mchezo wa mchakato, ni process. Yaani hauwezi ukakurupuka tu ukasema sana naenda mashindano ya dunia niende nikashinde, kwa sababu unaoona wanaoenda Olympic sasa hivi ni wale ambao waliandaliwa miaka 6, 7, 8 mpaka 9 huko nyuma. Kwa hiyo ndio maana unaona tunachukua watoto kuanzia miaka 4 mpaka miaka 12 mwisho 13 ndio wanashiriki katika haya mashindano, kwa sababu huo ndio muda mzuri wa kuandaa watoto. Wakifikisha baada ya miaka 5, siwezi nikasema mwakani au mwaka kesho kutwa, hapana, baada kuanzia miaka 5, 6 utaanza sasa kuona matunda ya mashindano haya ambayo yanawachukua watoto wakiwa wadogo. East Africa jina linaonekana pale. Ni nchi ngapi zimeshiriki hapa kwa Tanzania wenyeji? Nchi hizo shiriki ni nchi 3, ni nchi Tanzania kama wenyeji, lakini kuna Uganda na kuna Kenya. Tegemea mwendelezo wa mashindano haya ama ni imeishia hapa? Hii ilikuwa ni tunasema awamu ya kwanza, first edition ya mashindano ya Afrika Mashariki ambayo yanafanyikia hapa Tanzania. Mwakani yatafanyika tena mengine makubwa kama haya, kutengeneza platform kwa ajili ya watoto wetu kuweza kuogelea, lakini tutafanya mengine, tutakuwa tunafanya events nyingine hapa katikati ili kuwapa watoto nafasi ya kuogelea, kwa sababu tukisema tusubiri mpaka mwakani tena, huo ni muda mrefu sana. Ambao umewaona hapa, maana yake kuna hamasa kubwa. Kwa muda mwingine tena Prime Sports pamoja na North Coast tukitangaza kwamba tuna mashindano, tunaamini tutapata waogeleaji wengi, na tutafanya hivi, tutasubiri mpaka mwakani, lakini tutaendelea kufanya kadri muda unavyokuwa unaruhusu. Na uchokozi, tumekuwa na mashindano mwenyewe hapa leo na ukashinda na medali, umevalishwa pia. Ulikuwa unatuma ujumbe gani kama kiongozi wa Prime Sport Agency? Kwanza kabisa mimi ni muogeleaji. Kwa wanaonifahamu, nimeogelea nikiwa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Nimeshiriki mpaka mashindano ya Afrika Mashariki ya vyuo vikuu, na nilikuwa mzuri sana kwenye backstroke ile ya kuogelea, tunasema backstroke kinyume. Hapa nimeogelea freestyle, lakini mimi ni mzuri sana. Nilikuwa bingwa wa Tanzania kwenye kuogelea backstroke, na hilo analijua, kwenye rekodi hiyo ipo. Lakini kipindi kile tulikuwa hatuna hizo fursa sana. Kwa hiyo sasa tukaona kwa sababu tulishaogelea, sasa tuwatengenezee fursa watoto wetu ambao sasa hivi unaona
tunakwenda nao vizuri. Kwa hiyo nimeogelea leo hapo, pamoja na kwamba wamenishtukiza, nilikuwa sina costume, nilikuwa tu na swali, lakini bado nimeogelea na kuonyesha sasa wenye umri kama mimi bado wanaweza kuogelea vizuri, na viongozi wa michezo basi tuwe tunaweza basi na sisi kucheza kidogo. Na kwa upande wa swala ushirikishaji wa watoto wenye ulemavu hivi, labda mmelichukuliaje? Maana jana serikali ilitoa wito kuhusu hilo swala, kuwashirikisha watoto wa makundi maalum katika mashindano kama haya, labda hili mnalichukuliaje? Ni kweli kabisa, kwa sababu nadhani baada ya mwezi mmoja kuna mashindano ya watoto wenye mahitaji maalum, na sisi kama Prime tutashiriki kikamilifu kabisa. Tutashiriki kikamilifu katika kuhakikisha watoto wenye mahitaji maalum wanaogelea, kwa sababu mashindano yao yapo kidunia. Kuna mashindano ya Paralympics na ambao wengi wanakuwa hawapati nafasi huku. Sisi tutatengeneza platform ya kuwashirikisha hao, na nadhani baada ya mwezi mmoja au miwili mashindano yatafanyika kupitia taasisi nyingine inaitwa Joe Ultra Sports. Ni washirika wenzetu, lakini tutawasaidia pia katika kufanya tukio hilo liweze kufanyika vizuri. Kwa hiyo tutalitekeleza. Na kwa upande wenu hamna mpango wa kuwashirikisha waungane na hao ambao, yani bila kuwatenga, kuwa na mashindano ya pamoja jumuishi? Ni kweli wao wamesajiliwa kufanya hivyo, Joe Ultra Sports wamesajiliwa kufanya hivyo, yani wao ndio waliosajiliwa kufanya mashindano ya watoto wenye mahitaji maalum, wamesajiliwa na chama chetu cha kuogelea. Kwa hiyo sisi tutawasaidia katika kufanya hilo lifanikiwe, kama ambavyo sisi tumesajiliwa kufanya youth development swimming, wao wamesajiliwa kufanya hiyo ya mahitaji maalum, lakini tutashirikiana nao kwa uzoefu wetu na tutahakikisha yanafanyika vizuri ili na wenyewe waweze kupata nafasi ya kushiriki. Nafasi ya mwisho kabisa kwenye eneo la miundombinu ya mchezo wenyewe ulivyo, watu wengi kule Tandale kwa Mtogole, Manzese na maeneo mengine, wakifungua mlango nje kuna uwanja wa mpira, hata uwanja wa barabara wanaweza kama mawe wakacheza mpira. Nafasi sasa ya nyinyi kama wadau kuzungumza, kuishauri serikali ili kuwa na miundombinu kama hii mingi zaidi, ili watoto waogelee zaidi na sio lazima wacheze mpira. Ni kweli kabisa. Mchezo wa kuogelea ni mchezo mpya, lakini kama mlivyoona nyie, kwa zote hizi mbili unakuja kwa kasi sana. Changamoto kama mlivyosema ni miundombinu, kwa sababu michezo mingine yote kama nilivyowaambia inachezewa nchi kavu, lakini mchezo wa kuogelea unachezewa kwenye maji. Kwa sababu unachezewa kwenye maji, lazima kuwe na miundombinu ya maji, mabwawa ya kuogelea ambayo ni gharama kwa watu binafsi kuyamiliki sana. Kwa hiyo tungeomba sana serikali yetu sikivu, na naamini hili litatekelezeka, maana serikali yetu inapenda sana na ina hamasa kwenye michezo, watutengenezee mabwawa ya kuogelea yale ya saizi ya Olimpiki. Mabwawa ya saizi ya Olimpiki ni mabwawa yenye mita 50. Sisi Tanzania nzima hatuna bwawa lenye mita 50. Sasa hii inafanya waogeleaji wetu ambao wana train kwenye mabwawa ya mita 25, akifika kwenye mashindano makubwa hata ya Afrika tu, sio tu ya dunia, hata tu ya Afrika, ambako anakuta bwawa lina ukubwa wa mita 50, ile tu kwanza inamuogopesha, kwa sababu anaangalia mbele kule haoni mwisho. Kwa hiyo tunaomba serikali itusaidie wadau wa kuogelea, tuwe na mabwawa ya kuogelea ya mita 50. Hata tukiwa nalo moja, tukiwa nayo mawili itakuwa nzuri zaidi. Wenzetu nchi za jirani wanayo, ndio maana tukienda kidogo wanakuwa tunapata kachangamoto kale ka ugeni, kwamba bwana hili bwawa ni mbona kubwa sana mpaka unalishangaa. Kwa hiyo tungependa sana sana serikali yetu sikivu, na naamini inasikia wizara husika, kaka yangu Makonda nadhani ili analisikia vizuri, na alitupa changamoto ya kwamba kwa nini sisi waogelea Tanzania haoni kuna waogeleaji wanaotuwakilisha kwenye dunia. Kwa naamini hili atalifanyia kazi kupitia wizara yake, kwamba Tanzania kuwe na mabwawa ya mita 50. Lakini imedokezewa leo kwamba kumbe tayari ameshaanza. Kuna lingine nimelisikia limeanza huko chuo cha michezo sijui Mali huko. Nimesikia tena lingine linakuja na kama matatu nimesikia. Kwa hiyo nadhani sasa yatatekelezwa kwa uharaka, ili sasa Tanzania tuwe na waogeleaji watakao kwenda kwenye viwango vya Olimpiki. Shukrani kwa kulihutubia taifa. Asante sana.